Karibu kwenye kipindi chetu kingine cha Unpopular Discussion. Na leo niko na mgeni, siko peke yangu, mgeni ambaye nilikuwa natamani sana kuzungumza naye na akasema yes. Leo tutaongelea nguvu ya imani mtu akiwa anaumwa. When you are sick, nguvu ya imani. Kumbuke mtu akiwa anaumwa anatumia dawa ili apone. Anaenda hospitali, anakutana na daktari ili apone. Lakini kuna kitu gani hapo kwenye nguvu ya imani mtu akiwa anaumwa? Tutaongelea hilo, na kwa sababu tuko na daktari itakuwa vizuri zaidi kwa sababu atatupa uzoefu wake kwenye eneo hilo. Karibu sana Gladys. Asante sana Nikorema. Gladys, tumesoma wote high school Msalato. Secondary. Yes, na ulikuwa PCB, mimi nilikuwa PCM. So tumekuwa pamoja, nafikiri keep in touch kwa sababu sio kila watu ambao wanamaliza shule wana keep in touch. Keep in touch na tumekuwa tukisaidiana mambo mengi, na nikwambie tu nimekuwa niko inspired na wewe, the way you carry yourself, whatever that you share, you like sharing when you get time. Vile vitu ambavyo una share, the way unatengeneza pointi zako, imani yako, kwa kweli vinani inspire. Kwa nimefurahi sana kuwa na wewe hapa. Thank you. Plus you are a medical doctor, so naamini tutajifunza zaidi. Kabisa. Karibu. Asante sana. So tuambie tu kidogo your journey ya kuwa daktari. Huenda kuna binti yuko mahali atakuwa inspired, and then tuende direct kwenye mada yetu ya imani. Asante sana. Hello. So nashukuru kwa kunipa nafasi hii kuwepo hapa kwenye hii Unpopular Discussion, na kwa kweli kwa kiwango kikubwa tutashirikisha vitu ambavyo tumekuwa tukipitia na uzoefu navyo, lakini kwa kiwango kikubwa pia mimi niko kujifunza pamoja. Karibu sana. Yes. Kama ambavyo Nyakorema amesema, mimi ni daktari wa binadamu. Na nilifanya training yangu hapa nchini ya chuo cha Muhimbili, degree zangu zote mbili. Yes, kwa hiyo ni daktari, specifically ni daktari bingwa wa watoto. Wow. Yani huo ndio ulimwengu wangu sana. Yes, lakini vitu vingine vyote vinavyohusu binadamu tunashirikishana pia inavyotakiwa. Kwa hiyo hivi watoto wako pale nyumbani when they are sick au kuna changamoto yoyote, is it easy for you to know, au niseme easier kuliko mtu ambaye sio daktari, au ndo ile kwamba mganga hajigangi? Natamani kupata hiyo experience. Nafikiri it is easier kwangu, ni rahisi zaidi kwangu kuweza kuelewa na hata kuweza kujua ukubwa, yani kipi kinahitaji attention sana au kipi kinaweza kikasubiri, labda hata kesho tunaweza kufanya hiki au hivyo, au kipi kinahitaji sasa hivi, yani tuanze kuchukua hatua, tufanye 1 2 3. Yes, kwa sababu unakuwa tayari unaelewa kwamba hapa huyu amekuwa hivi, huyu amefanya hivi, kwa hiyo this can wait, au inaweza ikaja ikasubiri kidogo, au inahitaji kuchukua hatua sasa hivi. Kwa hiyo nafikiri inanisaidia kwa namna hiyo. Okay. Yes. So unaelewa nini, labda utatuambia tu namna gani, sio lazima utumie utaalamu sana ili tusikuchoshe hapa, lakini namna gani ambavyo dawa za hospitali ambazo tunapewa, ambazo kwa kweli hatuwezi kuziepuka, na wewe utaongelea zaidi, mgonjwa anapopewa dawa kuna kitu kingine ambacho anatakiwa kuwa nacho, ambacho of course tumemention kwenye introduction, ambayo ni imani. Unaelewa nini hapo, kwamba mtu akiwa na dawa peke yake zitamsaidia, au ni muhimu awe na imani? Kwa sababu pia na mimi nina story ndogo nitalitoa baadaye kuhusiana na hiyo, na wakati tunatengeneza haya maudhui sisi wenyewe nafikiri ni somehow tumepitia hivyo vitu, na tunajua ni namna gani ambavyo viwili au kimojawapo kina uwezo mkubwa sana kuweza kumsaidia mgonjwa. Kwa hiyo unaweza tu ukatuelezea. Yeah, ni kweli. Na unajua mtu anapokuwa mgonjwa, ugonjwa una visababishi vingi. Vingine vinaelezeka na vingine havielezeki. Kwa hiyo
na hata mtu anapokuja kwenye kituo cha kupata huduma tutamwangalia, tutasikiliza shida yake imekuwaje, ameanzaje, tutampima, tutachukua labda sampuli kama ni damu nini, chochote ambacho kinaendana na shida alionayo. Halafu unakuja kwenye conclusion kwamba hapa sasa pengine shida ni hii. Ndiyo. Ili sasa dawa gani inaweza ikaondoa hizi shida alizonazo. Na sasa vingine vina dawa ambayo inaweza ikaondoa shida yake kabisa. Ndiyo. Na kuna vingine dawa inasaidia tu kupunguza vile vitu anavyojisikia, symptoms ambazo anajisikia. Ndio tulikuwa tunaongelea hapo muda si mrefu. Kwa kuna ambavyo vinaweza vikaishia hapo. Lakini sasa tunapozungumzia kuhusu nini ili ugonjwa umuondoke mtu, kuna dawa, kuna imani na kuna vyote viwili pamoja. Okay, kumbe imani ipo. Yes. Sasa ukija kwa science, unajua sayansi haina imani. Sayansi haina imani, lakini sisi wanadamu ambao ni wanasayansi tuna imani. Yes, I like that. Unaona? Sayansi yenyewe haina imani, lakini sisi wanadamu wanasayansi tuna imani. Imani yako inaweza kaa kwa kitu kingine chochote. Inaweza kaa kwa Mungu ambao tunamwamini kama Wakristo. Mimi ni Mkristo, let me say that. So kama una imani kwa Mungu ambaye tunaamini ameumba mbingu na dunia na vitu vyote, then hiyo ni sema ambayo wewe itakusaidia. Yes. Na pia kuna mwingine anaamini kwenye kitu kingine. And I've met wagonjwa na imani tofauti tofauti. Naona mtu anakuja mwingine anaamini kwa Mungu na atakwambia daktari, ngoja basi ili tuliombee kwanza hivi na hivi, naendelea na hivi nawasaidia. And it works. Na kuna ambao ana imani kwa vitu vyao vingine. Naona kwa atakuja na dawa zake zingine ambazo yeye anaziamini anataka azitumie. Kwa hiyo sasa mimi kwa upande wangu sina jukumu la kumlimit mgonjwa kwamba hicho anachokiamini sicho au hicho anachokiamini hivyo. Lakini kwa wale ambao wana imani sawa sawa na yangu huwa ninawahimiza. Huwa ninahimiza do that. Na unajua kuna magonjwa mengine ambayo unaona kabisa hapa sina dawa ya kuweza kuhakikisha hichi kinaondoka. Naona. Kwa unaongea na mgonjwa na namwambia kwamba kama ni mtoto namwambia mama, kama unajua kuomba, omba. Kwa naambia mama kama unajua kusali, muombe huyu mtoto. Na mara chache nimekuwa nikiwaombea wagonjwa wangu. Yes. Kwa hiyo vina nafasi kubwa. Vina nafasi kubwa sana. Sema tu sasa ni kwamba siwezi kuimpose hicho kitu kwa wateja wanapotokea huduma mpaka au nione. Unajua unaweza kukaa na mgonjwa pale siku ngapi wodini, wiki, unaona baadaye unaona huyu kumbe anaelewa swala la imani. Unazungumza naye na unamwambia unajua kuna hii option unaweza kufanya hivi. Tunatumia dawa ndio, na kama unaamini katika Mungu unaweza ukasali. Inasaidia. Yes. Hata nyumbani kwangu, hata kwangu binafsi tunaombea vitu kwa Dr. Gladys, kuna ile kwamba mtu labda hata hajaenda kanisani. Of course anajua Mungu yupo. Lakini ana ile imani kwamba mimi nitapona. Eliza, utatuletea aloe vera juice basi alafu uendelee na shughuli zingine. Sawa? Hii haina shida, tunaomba aloe vera juice kwa tunaendelea na mazungumzo haya. So nikawa na siku zote wakati najifungua nimekuwa natumia saa kama 12 uchungu. Mtoto wa kwanza saa zilikuwa 12. Yaani non stop. Alafu mtoto wa 3 na zenyewe nafikiri ilikuwa ni saa 12, japo niko kwenye nchi nyingine, kwa procedure zilikuwa kidogo tofauti. Kwa mfano mtoto wa kwanza niliwekewa uchungu wa maji, mtoto wa 3 na mvuka wa pili kwa sababu mtoto wa 3 niliwekewa uzi. Hiyo nchi nilokuwa wanatumia uzi. Lakini haijalishi nilikaa saa 12 mpaka 14 nafikiri. Sasa mtoto wa 3 kilichotokea, wa pili ambaye nimemruka ni kwamba nilikuwa na nurse ambaye sitakaa nimsahau. Aliniambia naomba nikuombee na kwa imani uamini kwamba utajifungua ndani ya saa 4 au 3 au 2. Huwezi kuamini dokta, ndani ya saa 2 haijawahi kutokea huko nyuma. Yani kwa mtoto wangu wa kwanza nilijifungua tayari. Yani nilijifungua
sijawahi kupata uzazi rahisi kama ule. Daktari alikuwepo, yule mama nakumbuka ni mtu mzima, alikuwa ananiombea, alikuwa ananiambia utajifungua, na akaniambia niamini hivyo. So hapa unaona hao watoto wengine wa kwanza na wa mwisho sikuwa na mtu wa kunielekeza hapo. Sasa ndio kitu kinakuja kwamba pamoja na kwamba tunamwamini Mungu, kuna ile ya ndani yenyewe kwamba no, nitapona, hii itatokea. Yes. Na kunywa hizi dawa, daktari amesema zitaondoa symptoms tu, ugonjwa utabaki, mimi nitapona. Nataka niwashangaze hospitalini. Yeah. How about that? Asante. Endelea tu. Tuko vizuri. Asante. Yes. Sasa tunapozungumzia imani ni kitu ambacho inabidi mtu awe nacho kutokea ndani ili kiweze pia kufanya kazi vizuri. Yaani si kitu ambacho mtu hana au hajawahi kusikia anahitaji hicho kitu. Ndio. Alafu kikawipo tu. Kwa hiyo ndio maana unaweza pia ukaiweka hata pale maana tunapozungumza kuhusu swala imani kwenye ugonjwa. Asante. Inatosha sana. Karibu. Inahitaji sana yule mpokeaji. Asante. Inahitaji sana yule mpokeaji mwenyewe awe tayari kama natamani hichi kitu kitokee. And imani inafanya kazi kwa namna ya ajabu sana ambayo sometimes huwezi kukielezea. Yani you can't explain it scientifically. You can't explain scientifically and you cannot research about it scientifically. Unajua ukitaka ku research kitu in science unahitaji sijui na literature nasemaje, rational na nini, evidence za vitu vingine. Sasa kwenye imani hivyo tunaweza ukavikosa sana. Lakini mtu anapokuwa tayari ana hiyo imani ndani yake, imani inasaidia kucontrol. Tumesema kwamba it's a higher power. Ina control vitu vingine vyovyote vinavyoendelea katika maisha yetu. Yaani huwezi tu kujiuliza kwamba mimi kwa nini nimeweza kuweka mguu wangu mbele ya mwingine nikasogea hatua ile. Yes. Kuna joint, hiyo joint nani anaizungusha ili uweze kusogea pale. Imani does everything. Yeah. Yes, imani inafanya hivyo vitu vyote. Kumbe hata matendo yetu ya kuamka asubuhi, kumove, kufanya kila kitu, kuna imani ndani yetu. Ni imani kabisa. Yaani hapa nimepanga kwamba baadaye nikamchukue mtoto shuleni. Ndio. Ninajuaje nitamkuta mtoto huko shuleni? Yes, true. Ni imani. Kila kitu tunachofanya ni riski na kila kitu tunafanya ni kwa imani. Sema tu sio mara zote mtu ana acknowledge kwamba ni imani au kuna higher power inayoendesha hivi vitu vyote, lakini ipo na tunahitaji kui acknowledge. Dr. Gladys, umeshakutana na wagonjwa ambao yani umeona kabisa huyu ambaye alikuwa na imani akiamini atapona, yani mimi nitapona, kama nilivyosema mwanzo, waliwahi kupona hata kama walikuwa na receive almost the same medication, lakini huyu alipona zaidi kuliko mwingine. Hata kama sio kwenye kituo chako cha kazi, popote tumeshawahi kukutana na mgonjwa ambaye alipona kwa sababu pia aliamini. Nataka kuona hiyo imani yetu, kuna hormone gani, kuna nini na release na mwili una respond. Hizi imani kwamba mimi nitapona. Kuna yule anasema mimi ni wakufa tu. Na naona watu research zinasema, kuna kitabu nilikuwa nakisoma kinasema hawa watu wawili, mmoja aliyesema kwamba mimi ni wakufa tu, walikuwa na ugonjwa huo alikufa kweli baada ya muda, walikuwa na kansa. Na yule aliyosema kwamba mimi nitaishi, mimi sitakufa leo, akawa anakula vizuri, yuko positive, alikaa muda mrefu. Umeshawahi kupata hiyo experience? Yes. Nimewahi. Kuna binti mmoja ambaye alikuwa na changamoto ambayo baadaye ikagundulika kwamba ilikuwa ni saratani. Yeah. Yes. Lakini sasa kwa hiyo akaanza tiba, alifanya tiba hapa nchini na baadaye akaenda nchi ya nje, lakini tangu ile shida yake inajulikana hapa nchini tukachukua hatua ya imani. Unaona?
tukachukua hatua ya imani sisi kama yani ndugu na jamaa zake, tukasema tuliombee hili jambo. Yeah. Kwa tuliliombea kwa muda kidogo, lakini alienda, hatua za matibabu zilienda zikafanyika, akaenda mpaka nje ya nchi akapata matibabu ambayo yalitakiwa yafanyike, na baadaye ikaonekana ugonjwa umeisha kabisa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatokea na mpaka sasa hivi yupo, anaendelea kuishi. It's been more than 10 years tangu amepata matibabu. Yes. Kwa hiyo vinatokea. Nina rafiki yangu ambaye yuko nje ya nchi, hivi karibuni amempoteza rafiki yake wa karibu, na katika kunielezea niliona kwamba rafiki yake angeweza kuondoka mapema kibinadamu. Unajua madaktari wanataja miezi na siku, especially mtu akiwa na ugonjwa fulani ambao ni terminal kwamba, lakini alikaa muda mrefu zaidi ambapo hawakuamini. Na nimekuwa nikiona picha namna gani yule binti yuko very positive, anakimbia marathon, kama vile tu hana shida yoyote. Okay. Kwa hiyo hii ni topic ya muhimu sana ya imani. Of course imani ya Mungu au higher power ambao mtu anaamini. Sisi ni Wakristo, sisi tunamwamini Mungu hapa tulipo wote, lakini na imani ya mtu binafsi kuamini kwamba kitatokea. Na nafikiri hata kwenye maisha ya kawaida kuna mambo ya visualization. Yaani kwa mfano wewe sijui kama uliwahi kuvisualize kwamba you want to do medicine ikatokea, au what else have you ever ambao umewahi kuvisualize kwenye maisha kimetokea kwa imani tu, yani kwamba hii litatokea. Unafumba macho unaliona, au unapiga picha unaweka ukutani. Yani nafikiri mimi naona iko very powerful. Sijui kama umewahi kukutana na aina hiyo ya scenario apart from ugonjwa tu peke yake. Visualization is what imani is about. Yeah. Mainly. And if I may quote a verse, neno la Mungu linatuambia kwenye Habakuki, iandike njozi. Yes. Iwe dhahiri. And then God will work on what you have visualized. Kwamba unaamini kwamba hichi kitu kweli kitatokea. And I've seen that happening. Kuna vitu nimekuwa naomba Mungu, let's say kwenye mambo ya familia au vitu vyangu binafsi, nimeandika mahali kwamba ninatamani niwe na kitu 1 2 3 au nifike hatua 1 2 3 by this time. Kwa ikija kutokea, and kwa sababu napenda kuandika, kuna nyakati napitia zile prayer books zangu, my journals, naona hichi kitu kumbe niliwahi kukiandika, and it's happening here right now. Kwa unaona kwamba ni kitu ambacho ni kweli, sababu ulikiamini na ukakiweka katika maandishi na ukaona kwamba Mungu atanifanikisha kwenye hichi, kinatokea. Yeah. Imani. Nakumbuka tukiwa Msalato, nafikiri tulikuwa tuna imani sana. Msalato ilikuwa ni shule by then ya watoto ambao wako very ambitious sana. Kwa hiyo nakumbuka, sijui kama unakumbuka nini kwa mwalimu mkuu wetu anaitwa Nyamasagara. Sijajua habari zake sana sasa hivi. I don't know if you know anything about her. Kuna siku alikuwa anatuambia kwamba mnataka kuwa wakubwa baadaye. Yani alikuwa kama anatuonyesha, kama anatuvisualizia on our behalf. You have to avoid borers. I don't know if you remember who were the borers. We are the Mazengo guys. Yes. So akawa anasema mnataka kuwa wasichana wa maana. Borers, kwa sababu kuna baadhi nafikiri walikuwa wakitoka shule wanakuja visiting day kama wazazi on behalf. Kwa hiyo alikuwa anaona kama they are coming to bore us. But there's another point she said kwamba you girls, if you want to be big people in the future, don't call someone akiwa mbali. Yani unasema Gladys, yani it's a primitive way of calling someone. I remember. So I remember that bado naifanyia kazi mpaka sasa hivi. Yani bado imekaa kwangu. Yani kushout kwa mtu hivi, bora utasogea utamuita. Mimi naona hizi zote ni aina ya visualization na imani ambazo Mama Nyamasagara alikuwa nazo kwetu, na hivyo vitu vimenikaa. Na nataka kuamini kwamba maneno ambayo yanasemwa yako very powerful kwa mtu, kwamba ukifanya hivi utakuwa hivi.
acha kufanya hivi, usije ukawa hivi. Ukifikiria negatively hautapona ugonjwa huu. Kwa hiyo mimi ninaona namna gani, na alikuwa tu asemi kwamba hawa wavulana watawafanya kitu fulani, anasema girls, hamtakuwa watu wa maana kama mtaalau boras. So I remember, I don't know what else unataka kushare kabla tujamaliza kipindi kuhusiana na imani, faith na visualization kwa mgonjwa au mtu yote mwenye changamoto kwenye maisha, how powerful inaweza ikawa. Okay, sawa. So I mean, nachoweza kusema pia ni kwamba kuhudumia mgonjwa ina pande mbili. Ina pande yangu mimi ninayetoa huduma, na ina pande ya yule mgonjwa anayepokea huduma. Mimi nitakachokupatia ni kile ambacho nimeona evidence ya kimeandikwa kwamba hichi kinafanya. Kwa nategemea kwako pia kitafanya hivyo. Lakini pengine you might be having a different mechanism labda kwenye mwili wako, au pengine una shida nyingine ambayo inaweza ikawa inakufanya ule ugonjwa wako ubehave tofauti, lakini imani ambayo mgonjwa anatakiwa kuwa nayo itasaidia sana aweze kupata recovery nzuri. Itasaidia sana kupata recovery nzuri. Kwa sababu kuna watu kweli sorry. Kuna watu kweli unawapatia tiba na pengine haifanyi kazi. Pengine ni kweli kwa sababu labda disease stages zinatofautiana, lakini wengine ni kwa sababu tu yeye anayetumia ile tiba mwenyewe haamini kwamba kweli anaweza akatoka kwenye ile hali. Na anaona mimi hii bwana, tena kama ni kitu ambacho bado kimeshatokea kwa other people ambao anawajua, ameshaona ndugu yake fulani alipataga hali kama hii, hata hakupona. Hata hakupona, mimi hata msijisumbue. Kwa hiyo hapo tayari ina universe inashika ile mambo kwamba huyu hataki kupona. Nasema huyu hataki kupona. Kwa hiyo utampa dawa na dawa na dawa na dawa, lakini mtu hamfikii ile outcome ambayo natamani kufikia. Ni kitabu cha Subconscious Mind kinasema kwamba mind yetu yani ni njinga fulani hivi, inashika kile kile chenye unayeambia. Nimeongea kama Mkenya hapa kwamba if I say Gladys, mimi siwezagi kabisa kuongea mbele ya kamera, yani ndo niko hivyo. Sasa siku ukiambia akili yako kwamba leo ongea kwenye kamera, unakumbushwa na ile subconscious mind kwamba sema nisitume, mbona tumeshakubaliana hatuwezagi. Kwao ndo anasema kwamba ni muhimu sana ujisemee mambo ambayo ni positive. Hata ukiwa unaumwa, amini. Wote tunapitia kila mtu anapitia la kwake. Amini kwamba utapona. Kuwa na imani kubwa kwamba utapona. Najisemee positive, sababu hamna mtu mwingine ambaye atakusemea positive. Unajua ulimwengu huo umejaa mambo mengi negative. Kwa ni wewe kuchukua hatua kujisemea positive. And it's not selfish. Ni kujipenda na kujiona kwamba mimi nina thamani. Kwa hiyo kujisemea positive ni jambo zuri. Na kuna wengine hata wanaandika kabisa affirmations. Kwamba I am healed, I am super, vitu gani. Kwa hiyo na gratitude kama mimi na gratitude. Yes, you do that very well. Kwa hiyo ni nzuri. Inakusaidia. What was driving you ulipokuwa Msalato na sehemu nyingine kuna ku drive towards life? By then ulikuwa na imani yoyote au? Yes, I would say maana gari jamani ulikuwa unafanya vizuri. Nafikiri usingependa niseme hivi, but you are doing so well. You are inspiring us kwenye huo upande pia wa academics. You are very simple. Ni rafiki wa kila mtu, but ulifanya vizuri sana. What was the drive? Ni imani ya who you wanna become in the future or? So mimi, let me say this. I've always wanted to be a doctor. Mimi nimejua kwamba natakiwa kuwa daktari nikiwa darasa la 3. Wow. So from class 3 nilijua kwamba natakiwa kuwa daktari.
na nilijua kupitia baba yangu. Yeah. Kwa hiyo baba yangu ndio aliniambia kwamba Dorothy unataka kuwa daktari. Sijui ni inspiration alipata wapi, lakini hicho ndio kikakaa kwenye mind yangu. So on making this point, wazazi tuna nafasi kubwa ya kuhakikisha watoto wetu wanapita katika njia ambazo Mungu amewakusudia. Yeah. Yes. Yaani usimwache tu mtoto hajui na wewe mzazi unakaa haujui, lakini mguide. Kuna wengine ambao zinakuwa very clear from mwanzoni, kuna wengine ambazo zina unfold kadri wanavyoendelea. Yes. Yeah. Kwa hiyo mzazi anaweza akachukua nafasi ya kumshikia mtoto imani wakati huu ambao mtoto anahitaji push. Kuvisualize kwa ajili ya mtoto wake kabla mtoto haja take off. Yeah. Kwa aliniambia hivyo na akaniambia ili uweze kuwa daktari unatakiwa usome sana ufaulu science na English. Kwenye English hapo inaingiaje hapo sasa, ili kujaje English? Mpaka alikesho sijui. Yaani maana wagonjwa wetu wa Swahili. Labda nikujua haya madude. Sijui kwa nini aliniambia hivyo, lakini kwa ikastiki hivyo. Kwa nikamaliza la 7 nikaenda sekondari, nikauliza nikamwambia ili usome daktari lazima usome PCB. Yeah. Basi kwa hiyo ikakaa. Nimesoma form 4 nikachagua PCB. Sikuwa hata najua other combinations. Yeah. Nikachagua tu PCB. Nikaenda na chuo nikachagua hivyo. Kwa hiyo kwa neema ya Mungu nikaweza kufika hapo nilipokuwa. Kwa nilipokuwa Msalato nilifika Msalato, it was my first time kwenda boarding school. Na my initial experience ilikuwa kidogo ngumu maana sikuwa nimewahi kuishi nje ya nyumbani. Yeah. Na ulikuwa relatively mdogo, haukuwa mkubwa sana. Yeah, sio sana. Nimeweza form 4 nikiwa na miaka 16. By the time naenda 5 nilikuwa kama 17. Yeah. Kwa hiyo ikawa kidogo ngumu kwangu, sikuwa najua yani na navigate vipi maisha ya boarding. Mbali na nyumbani, nimesafirishwa, nimekuja pale, mzazi alinileta lakini akaniacha. Yani napelekwa boarding, yani bwenini na yeye akaondoka. Kwa hiyo lakini kilichonisaidia ni marafiki ndio pata pale. Msalato nilikutana na familia ambayo ilinisaidia. Yani tulikuwa tumetoka, kila mtu ametoka huko alikotoka. Yeah. Lakini katika ile hasa katika vikundi vya imani hivi vilikuwa na nguvu kubwa sana. Kwa hiyo nikakutana na wasichana wengine pale ambao tumeendana values vizuri. Tukasaidiana kimasomo, kuna vigeti maisha, kuna watu ambao walikuwa boarding tangu form 1 wengine. Yeah. Kwa hiyo walikuwa wanaelewa. Na sisi ambao tumekuja ndo form 5 boarding tunashangaa tu. Hatujui kwamba kumbe makande yanaliwaga hivi. Hapo nahisi iliwasaidia waliokuwa pale, walikuwa na some unfair advantage. Yes, kwamba walikuwa kama mwendelezo wa mazingira. Yes. Sisi wengine tukiona vimafuta ya taa kidogo kwenye something unaona kitu cha ajabu. Yeah. Na pia hali ya hewa pia Dodoma kidogo ilikuwa nimetoka mkoa ambao una hali ambayo ni nzuri niseme, sio joto sio baridi. Lakini Dodoma kuna season mnapigwa baridi. Afu ilikuwa kavu, ilikuwa kama kavu hivi unavotoka kule juu unashuka chini. Wini, hivi ulikuwa Wini? Nilikuwa kabla ya Wini nini? Ni Mandela? Si ni Mandela something like that. Mwanzo kuna ile kina 5 na 6 walikuwa nakaa upande huu, sisi tulikuwa tunakaa huko chini. Yes, na Kwa hiyo ile community ilisaidia sana kuna navigate, na wengi wao bado we keep in touch. Kama Jakorema hapa jana nilikuwa na jana nilikuwa na other girls. Wow. Yeah. So we keep in touch na imesaidia sana. Yeah. Kwa shule nyakati hizo tulikuwa tunasaidiana vizuri. Na tulikuwa na viimani fulani hivi vya kufanya vizuri kwenye maisha. Kabisa, yani tulikuwa tuna hiyo. Yani tulikuwa tuna hiyo, tunatiana maona. Nafikia pia kwa sababu walimu wa nyakati hizo walikuwa kama wazazi yani. Walikuwa kama wazazi. Yeah. I remember wale nasikia hawapo tena. Wale walimu wazee wawili. Wale wa babu wetu wa chemistry na physics. Yes. Siku moja alisema kwamba next week I'm going to fall sick. So I want to be able. Ile wa physics alituambia hivyo. Na alikuwa amechoka. Na alikuwa amechoka, na nafikiri kitu kingine ambacho najifunza cha mwisho kwangu, afu nitakupa nafasi useme cha mwisho tufunge, ni kwamba
katika kuwa na imani kwamba nitapona, nitafanikiwa, ile imani hata kama natumia dawa, niwe na imani kwamba nitapona, au imani kwamba nitapata division 1, au imani kwamba nitamaliza udaktari, kuna kitu kinaitwa being present. Dr. Gladys, ninatamani kurudi Msalato sasa hivi, sio kwa sababu not literally, like I don't know how, nisemeje, lakini kuna moment ambazo nahisi nilitakiwa kuwa present zaidi. Nimegundua kwamba moment hazirudi. Kwa katika kuwa na imani, hata tunapopitia changamoto, ni vizuri tukawa pale present. Sasa hivi mimi natamani, mimi nilifanya degree yangu ya pili Uingereza nikiwa mjamzito, nilipata scholarship nikiwa mjamzito. Kuna moment ninatamani tena niwe mjamzito nirudi, labda nitafanya better. Although I inspired so many girls, the way wanasema niliweza, Mungu alinisaidia kuwa mjamzito, kujifungua huku nasoma engineering na vitu kama hivyo. Lakini kuna vitu nahisi ningeenda sasa, ningekuwa hapo. Yani I would have been there kwa sababu nilikuwa natamani nimalize nirudi Tanzania. Lakini kumbe yani, so katika hizi imani zetu, hata wakati mtu anaumwa, just be present, be there, soak yourself in that moment. It shall be well. Yeah, kabisa. It shall be well. Your last word now. Thank you. So I think the last thing ambacho naweza kusema ni kwamba we need we need higher power. Yeah, we do. Hakuna mtu anatoboa kwenye haya maisha bila hiyo higher power. So sijajua higher power yako wewe ni kitu gani, lakini just make sure it is legit. Ni kitu ambacho ni halisi na kina uhalisia. Kwa hiyo you need a higher power. Hatuna vitu tunafanya kwa namna yetu wenyewe. Una visualize huku, unasema Mungu anisaidie nifanye hiki, Mungu anifanikishe nifanye hivi. Yeah. That's it. Amen. We need a higher power, and for the two of us tunaamini Mungu. Tunaamini Mungu. Yeah, tunaamini Mungu na tumemuona Gladness. Yeah. Mambo ni mengi Mungu anatutendea sana. Okay, imekuwa vizuri sana kuongea na Gladness na Gladys. Unajua hii Gladness, kuna mtu anaitwa Gladness na anajijua, atakuwa anaangalia hichi kipindi. Dr. Gladys, nimefurahi sana kuongea naye na tumejifunza mengi. Unahitaji kucomment chochote, kuongezea chochote ili tujifunze, kwa sababu sisi tumesema ni wanafunzi pia. Tunajifunza. Maisha ni kujifunza kila siku na kwa kila mtu. Kwa hiyo comment, like, subscribe, share ili mtu mwingine aweze kuona mambo haya mazuri sana. Na kama una mtu ambaye unafikiri tungeweza kuzungumza naye kuhusiana na masuala ya familia na lifestyle, hebu niandikie tu hapo chini, nitawasiliana naye tuone namna ambavyo tutazungumza zaidi. Hadi wakati mwingine, bye.